Hapo zamani za kale, katika mwitu wa kijani kibichi uitwao Kifo, aliishi simba mmoja mzee na mwenye nguvu aliyeitwa Komba. Komba alikuwa mfalme wa mwitu huo, lakini alikuwa na tabia moja mbaya. Alikuwa na pupa sana na alitaka kuwawinda wanyama wote kwa wakati mmoja, jambo lililowafanya wanyama waishi kwa hofu kubwa. Siku moja, wanyama walifanya kikao cha siri chini ya mti mkubwa wa mbuyu. Waliamua kumtuma sungura ambaye alijulikana kwa ujanja wake akaongee na simba. Sungura alifika mbele ya simba akitetemeka kidogo na kusema, "Ewe mfalme mkuu, sisi wanyama tumechoka kuishi kwa hofu. Tumeamua kuwa kila siku tutakuletea mnyama mmoja hapa pangoni pako ili ule, ili usihangaike kutuwinda sote." Simba alicheka kwa sauti ya radi, "Ha ha ha, mpango mzuri sana, lakini ole wenu kama siku itapita bila mnyama kufika. Nitawamaliza wote." Siku ya kwanza akaenda nyati akafanywa nyama. Siku ya pili akaenda nyumbu akafanywa nyama. Siku ya tatu akaenda kiboko akafanywa nyama. Siku ya nne akaenda swara akafanywa nyama. Siku ya tano akaenda twiga akafanywa nyama. Siku ya sita akaenda ngiri akafanywa nyama. Siku ya saba ilifika zamu ya sungura kuliwa. Alitembea kwa madaha na kuchelewa makusudi. Alipofika pangoni, simba alikuwa na njaa kali na hasira tele. "Kwa nini umechelewa, kiumbe mdogo namna hii?" Simba aliunguruma. Sungura akajibu kwa upole, "Mfalme, samahani sana. Nilikuwa nakuja na wenzangu watatu, lakini njiani tumekutana na simba mwingine mkali zaidi yako. Amesema yeye ndiye mfalme wa kweli wa mwitu huu na amewala wenzangu wote." Simba Komba alipandwa na hasira. "Nini? Kuna mfalme mwingine? Nipeleke kwake sasa hivi." Sungura alimpeleka simba mpaka kwenye kisima kirefu chenye maji safi. "Yupo humo ndani mfalme, angalia." Simba alichungulia ndani ya kisima na kuona kivuli chake mwenyewe. Akadhani ni yule simba mpinzani. Alinguruma kwa nguvu na mwangu wa kisima ukarudisha ngurumo ile ile. Simba Komba kwa hasira alijitosa ndani ya kisima ili kupigana na yule mpinzani. Maskini Komba hakujua kuogelea na kisima kilikuwa kirefu. Hivyo ndivyo mwisho wake ulivyofika, na wanyama wa mwitu wa Kifo waliishi kwa amani na furaha tangu siku hiyo. Funzo: akili ni mali. Nguvu bila maarifa zinaweza kukupeleka kwenye maangamizi, na hata mdogo anaweza kumshinda mkubwa akitumia akili. Mimi naitwa Waziri Isa.